Bwana, habari za wakati huu msikilizaji na mfuatiliaji wa Mazingira Digital. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi hupenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani tulivu. Lakini all in all bwana, leo nimebahatika kuweza kukutana na mzee wangu hapa. Majina yake maarufu anaitwa Chime. Akirero bana basu muje mugwemba bwiroro bwechi Kongo. Wimbo rwani rwechi Kongo. Mugwemba bwirero ko yawe. Sasa ni moja kati ya wazee wa kongwe na maarufu nchini Tanzania, hasa katika nyimbo za asili. Mzee Chime, habari za wakati huu? Habari za wakati ni nzuri kabisa. Kwa wale ambao wanakutizama na kukufuatilia kwa sasa, wafahamu majina yako halisi. Majina yangu halisi naitwa Haribinu Siwanguba, jina la sanaa naitwa Chime Group. Kwa nini uliamua kujiita Chime? Niliamua kujiita Chime kwa sababu Chime kwetu ni umande, na maana umande uweze ukauvuka hata kama unaenda shambani. Wacha. Maana ngoma zangu uweze ukazipita bila kuzichukua. Jambo zuri. Sasa pengine tufahamu kitu ambacho wasikilizaji na watazamaji wa Mazingira Digital wanakufuatilia kwa sasa. Umedumu kwa muda mrefu sana kupitia tasnia ya muziki wa asili. Tupatie siri ya mafanikio yako. Nimedumu kweli kwenye muziki. Siri ya mafanikio yangu ni kwamba muziki nimeufanya, na mfano kipindi cha nyuma nilikuwa pale Tivoli, tulikuwa tunarekodi hizi nyimbo na tape kanda unatoa. Ina maana mafao yako unayapata kupitia zile picha ambazo unakuwa una sign zile. Mafanikio yapo, mfano nimejulikana pia ni mafanikio. Ina maana nikifika kila sehemu lazima watanifahamu mimi ni Chime. Pia nimepata kujenga mji wangu, yani kaya yangu. Mwanza pale mtaa wa Igoma. Na hapa Kiabakari pia nimejenga mtaa wa Kirango. Okay. Ndio hivyo. Pengine tufahamu katika familia ya kwako, katika uzao wako, kuna baadhi ya mtoto ambaye tayari umekusha kuweza kumvisha kofia ya kwako au bado unangojea? Yupo kijana mmoja ambaye ni mwanangu anaitwa Majura Albinusi au Majura Chime. Ameshaanza kutoa nyimbo yake lakini haijatoka kwamba imejulikana sana, kwa sababu nimwambia subiri, maana niona uimbaji wake haujawa sawa. Sasa bado namfua ili afanikiwe na ajulikane kama mimi nilivyojulikana. Moja kati ya kazi zako pendwa ambazo wewe unaziamini na kuzikubali sana ni ipi pengine? Tuseme ni zote. Mfano iliyonitoa ilikuwa inaitwa Rugwe Mapenzi Yanaua. Ya Rugwe. Kwanza nilianza nyimbo moja inaitwa Ukeketaji. Hiyo nyimbo ilikuwa inasema ukeketaji, serikali imepiga vita. Au naweza nikatoa misari kidogo? Waweza, ruksa. Hii nyimbo ilikuwa naimba hivi: kuimba naimba na mawazo, ninatoa usia kwetu wa Tanzania, na yale makabila yanayokeketa wanawake ni hatari sana kwa maisha yao. Ndugu zangu, tukumbuke ukeketaji ni hatari sana kwa wakina mama, na serikali yetu imejitahidi sana kuzuia ukeketaji wa wanawake. Nimezeka lakini bado nimo. Ya, bado humo sana. Siku aliahidi kuirudisha ile nguo, hakutimiza ahadi jamani. Jamani, nilihangaika kufuatilia nguo yangu. Pengine tutarajie kwa mwaka 2025 kuna kazi nyingine mpya ambayo unatarajia kuweza kuiachia? Ndio nitaiachia kazi moja. Unajua mimi napenda kuimba nyimbo za matukio ili kuelimisha jamii. Kuna nyimbo moja nataka niiachie inaitwa Jeneza Likopeshwi. Yaani jeneza uweze kulikopeshwa. Yaani uweze kukopa jeneza hata kama ukiugulia ndugu yako bahati mbaya akatangulia mbele ya haki, uweze ukaenda kununua jeneza eti ukaambia kwamba nimepelea hela nikopeshwe. Hapana, hilo halipo. Okay. Ni cash by cash. Sasa tutarajie inatoka lini pengine kwa yule mfuatiliaji wako, shabiki yako ambaye anakutizama kwa sasa, apate kuweza kukaa tayari kwa mapokeo ya kazi yako mpya? Hii nyimbo tarehe 30 nitakuwa nimeiachia mwezi huu. Ya mwezi wa 6 itakuwa nimeiachia. Okay. Maana ngoma nyingi ambazo zimeiti, kwa mfano kuna ngoma moja ilikuwa inaitwa Ukitaka Ubaya Dai Chako. Hai kweli hapa duniani wenzangu, kweli hapa duniani wenzangu, ukitaka ubaya kwa jirani yako udai chako. Kuna nyimbo moja ilikuwa inaitwa Shida na Uwezo, nalia shida na uwezo. Kuna nyimbo nyingine ilikuwa inaitwa Pesa Yaleta Lawama. Yaani pesa inaleta lawama. Mtu anazoea kujua mimi ni Chimba akaja kuniomba pesa nikamwambia sina. Lakini kwa kuwa anajua mimi msanii akadhani nimemnyima, kumbe sina.
Pengine tufahamu na ile mtazamaji ambaye anakusikiliza kwa sasa, Mzee Chime, vijana wengi kwa sasa ambao wanajihusisha na tasnia kama yako ya muziki wa asili mara nyingi wamekuja na kupotea. Hatujajua wana changamoto gani ambazo pengine zinawakabili, na nyinyi mmekaa kwa muda mrefu kwenye game na bado mnaendelea kudumu. Kwanza kabisa ni mashairi yao unakuta hayana ujazo, yanapepesuka. Ina maana wanatoa mashairi ambayo yani mtazamaji au msikilizaji akisikiliza anasikiliza tu mara moja anaweka pembeni. Lakini mtazamo ni kwamba unapoimba mashairi ambayo yanaiti yani ambayo yanashika mwanadamu Mtanzania au mshabiki, yani unaimba nyimbo ambayo mtu anaweza kusikiliza akasema kweli huyu mtu ameimba kitu ambacho kiko sahihi. Mfano hata Msoma kuna tukio moja 2023 lilitokea inaitwa Mtoto Jio. Ile mama aliyejifungua mtoto mapacha akamdanganya mume wake kama amejifungua mapacha. Kumbe mmoja amejifungua mtoto mmoja, kumbe lilikuwa ni jio. Unaona nimeitoa nyimbo audio yake nzuri. Lakini sijaweka kwenye video maana kidogo bado najipanga. Kuna bwana mmoja anaitwa Elias Gamba. Huyu bwana yuko kwao ni Wanyere, kwa sasa yuko Kigeretuma mgodini. Huyu bwana tumeanza naye, mimi nilikuwa napiga rhythm, yeye anapiga solo guitar. Na nilikuwa naimba, anaitikia au naye akiimba na mimi naitikia. Moyo buchanulira, omwana wasu, moyo buchanulira, yisikujinu, moyo buchanulira, yisikujinu, wanyunanye mjini, kona kulema, wanyunanye mjini, kana kulema, wanyunanye mjini, kana kulema, wasundira maishanye, kutyo mabibi, ndira maishanye, kutyo mabibi weya. Ninashauri kulingana na upigaji wake na imbaji yake, nilikuwa naomba ninamshauri arudi kwenye game, maana alikuwa anafanya vitu vizuri sana. Kijana ambaye naona anaiti sasa hivi kwenye game la muziki, huyu Njiwamanga ni mzuri. Siwezi nikasema uongo, Njiwamanga ni mzuri, kwanza na sauti ya kuvutia, anajua kupangilia mashairi, ni mzuri Njiwamanga kwa kweli. Kwa vijana wa sasa. Kwa utabiri wako unamtabiria nini Njiwamanga kwa hapo baadaye? Kabisa namtabiria aendelee ili apate mafanikio. Aendelee kutengeneza kuimba nyimbo nzuri kama anavyoimba ili apate mafanikio zaidi. Mwisho kabisa mitandao yako rasmi ya kijamii? YouTube, ukifika YouTube tu unanipata. YouTube pekee. Ukifungua YouTube unaandika jina Chime Group tayari utakuwa umeniona nimetulia kama nasukwa. Baba na maneno. Bwana, asante sana msikilizaji na mtazamaji wa Mazingira Digital. Langu jina ni Taro Michael Mjora, lakini point ya msingi ambayo mimi nakukumbusha ni kwa ajili ya kuweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok Mazingira FM, X zamani Twitter ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza ukalinki kupitia link ya radio.co.tz Mazingira FM katukamata duniani kote, au waweza kutembelea website yetu ya mazingirafm.co.tz. Ciao.